Uh, kuna aina za dawa tofauti tofauti, na pia unaweza kuta dawa moja lakini inatibu magonjwa tofauti tofauti. Hasa kitu ambacho nakuja ukishangaa mtaani ni kwamba wao wanatambua kwamba dawa moja ndio inatibu tatizo hilo moja. Hapana, sio kweli. Mfano dawa ya Cipro inaweza ikatibu aina za magonjwa tofauti tofauti. Inaweza ikatibu typhoid na pia ikatumia katika kutibu magonjwa mengine. Mfano cetirizine inaweza ikatibu mafua na pia inaweza ikatibu magonjwa ya allergy. Kwa ushauri wangu kwa watu tofauti tofauti ni kwamba sio kwamba ukienda kununua Hazuma tu ndio ina responsibility ya kutibu gono, ambayo isipotibu gono una shift kwenye dawa nyingine. Hapana, sio kweli. Ni kwamba unaweza ukapata dawa tofauti tofauti ambayo inaweza ikatibu magonjwa tofauti tofauti. Muda mwingine unaweza kumwandikia mgonjwa dawa, daktari amemwandikia mgonjwa dawa kwamba wewe kachukue hii uende ukatumie, uenda na magonjwa mawili tofauti. Lakini unakuta anauliza saa zingine, kwa nini hujanipa ya ugonjwa nyingine hii? Hapana. Ni kwa sababu daktari amekuandikia dawa ambayo ni combination ambayo inaweza kutibu ugonjwa, dawa moja ikatibu ugonjwa tofauti tofauti. Lakini sio kwamba dawa unaopewa moja inatibu kitu kimoja. Hapana. Unaweza ukawa na tatizo lingine lakini wakakupa combination na dawa tofauti tofauti ambayo inaweza ikatibu moja moja. Lakini pia sasa hivi kuna dawa ambazo zimekuja unaweza ukatumia kwa kutibu variety of diseases katika hiyo dawa ya combination moja. Example ya dawa unaweza kukuta amoxiclav, ambao mara nyingi watu ndo waga hutumia kwa changamoto mbalimbali. Kwa nashauri watu mbalimbali kwamba kama una changamoto 1 2 3 ni vyema ukafika hospitalini kwa ajili ya kupata ushauri wa daktari, na hakuandikie dawa hata kama hauna hela, mfuko wako utoshi kununua dawa. Unaweza ukapata ushauri akakuandikia tu dawa kwa ajili ya wewe kwenda kufanya nini? Kununua. Na sio kupitia tu duka la madawa kusema kwamba naomba dawa ya Zuma, naomba Metro, naomba Flagyl, kwa ajili wewe unahisi kwamba una tatizo fulani, hiyo dawa ambazo unataja inaweza ikatibu. Sio kweli. Na ukifanya hivyo unaweza ukajiongezea usugu wa dawa katika afya yako. Kwa hiyo tujitahidi kuwa makini na afya zetu ili tuweze kuwa strong na tuweze kufika mbali kimaisha. Naitwa Kevin Pius Makoa. YouTube channel yangu pia natumia jina hiyo. Kama unapenda tips za kifamasia kama hizi, please consider follow me uweze kupata madini ya kutosha. Asante.